Yes, yote. Huyu mtu kaniambia kwamba ni anakaribia, lakini si mnaniona hapa niliposimama? Sawa, hakikisheni msiniangushe. Okay. Jaribu kupigia tena. I'm sorry. Naombeni mniwie radhi. Kuna mission nilitoka ninaenda kuifuatilia. Na hii ni mission kuhusiana na Victoria. Kwa hiyo ilikuwa ni dharura sana. Kwa nikaona muda wa kuwaaga nitachelewa. Kwa ikabidi nitoke niwahi kwenda kufuatilia. Bila Kwa hiyo wewe siku hizi umekuwa na safari za ambazo hazina kichwa wala miguu, sio? Mimi nikitoka leo nyuma kupia unatoka. Unaweza kuniambia ulikuwa wapi? Samahani mume wangu, nilikuwa nimeenda tu hapo kwa jirani mara moja kumsuka. Kwa jirani? Kusuka? Tangu lini ukaanza kusuka? Nakumbuka ulishakuuliza mwanzoni na ukasema unajua kusuka. Leo unajua kusuka? Basi sawa. Kwa hiyo mimi nikirudi kazini, huyo jirani ataniwekea maji ya kuoga? Au huyo jirani mimi ndo atanipikia chakula? Tafadhali Feti, naomba uniambie ukweli mtupu. Ulikuwa sehemu gani? Wapi tena, mbona unakurupuka hivi? Nimefikiria kwenda kuonana na huyu mwanamke na niweze kwenda kumwambia kila kitu kuhusu haya masuala ambayo yanaendelea mpaka sasa, kwa sababu mpaka sasa hivi akili yangu imeshafika ukingoni. Yaani sielewi naanzia wapi wala naishia wapi. Afu kija kuzingatia, yule ni mwanamke wangu na bado nampenda. Hata yeye mwenyewe pia alionyesha kwa kiasi kikubwa sana ananipenda. Yaani sema sijajua amekumbwa na nini mpaka sasa. Yaani mpaka anaamua kunifanyia ukatili wa design kama hii. Lakini auone kama unajipeleka katika matatizo. Ufikirie juu ya hilo kwamba unaweza ukajiweka rehani. Sina imani na hilo kwa kiasi kikubwa. Lakini unadhani nisipofanya hivi mimi nitafanya nini? Maana kwa sasa akili yangu imeshafika ukingoni. Sina jambo lingine la kufikiria zaidi ya hili nililofikiria kwenda kuonana naye. Kwa nini usitafute mtu kamwagiza aweze kusema kila kitu ulichokifanya, kwamba ulijifanya kipofu kwa sababu ulitaka kujua machafu yake? Mimi naona hilo litakuwa ni sahihi, lakini kwenda wewe mwenyewe si afiki kabisa. Maisha yana sura mbili, leo machozi, kesho tabasamu.
Nilitoka chini bila ramani ya kesho, mfukoni hakuna, moyoni kuna ndoto. Walionicheka jana leo wananiuliza yuli. Jalufu, naomba unisikilize kwa umakini. Mimi mwenyewe ndo nilichagua kuishi na wewe kwa upendo wangu tu kwako, sawa eh? Na kuhusiana na masuala ya kazi, nafanya kwa upendo, sifanyi kwa utumwa. Mimi sio mtumwa wako. Na hata hivyo, kingine ukae na ukikielewa, ukiweke akilini mwako, nyumbani kwetu wewe ujulikani. Hakuna ndugu, jamaa wala rafiki anayekujua, sio baba yangu, sio mama yangu. Haujawahi kutoa hata senti 100. Hata kama. Sikiliza wewe Feti. Wala siku hizi umekuwa na jeuri, umekuwa na kiburi ndani yake. Sawa? Angalia sana mdomo wako. Nitakuja kulalua. Samani asira tu. RJ, unajua siku ambazo umekaa hapa kwangu mimi imekuwa ni changamoto kidogo. Yaani kazi zangu nafanya bila uhuru. Kiufupi nakuwa na wasiwasi juu ya matatizo ambayo upo nayo wewe. Japo ninakuwa ninajua kabisa nimekuacha katika hali ya usalama, lakini ni wasiwasi wangu, sijui nashindwa nisemeje, lakini ukweli ndio huo. Naelewa ni namna gani ambavyo unajisikia, na naelewa pia ni wakati gani ambao unapitia kwa sasa, ila nikuombe radhi na nikushukuru pia kwa msaada wako, kwa sababu mpaka sasa hivi umenisaidia pakubwa sana. Kama usingenisaidia, sijui saizi ningekuwa wapi, ninafanya nini. Lakini pia ambacho unatakiwa ukumbuke ama utambue kwamba ni ngumu sana kupata rafiki kama wewe ambaye una moyo wa dhati na umejitolea kwa kila kitu juu yangu. Na nikuombe radhi tu juu ya hili, na nikuhakikishie kwamba ile jambo litakapoisha, basi nitahakikisha kwamba nalipa nusu ya muda wako wote ambao mimi nimeupoteza. Kwa hiyo nikuondoe hofu kuhusu hilo, na imani kubwa kila kitu kitakaa sawa. Ni vizuri, japo mimi sikuwa na maanisha hivyo kukulalamikia hivyo. Nimeongea tu nitoe kitu ambacho kilikuwa katika moyo wangu, kwa sababu nimeona kinanitatiza kwa asilimia kubwa. Ukifanya hivyo itapendeza pia, sio mbaya, kwa sababu wewe mawe si hapo jamaa. Basi mimi nadhani hilo jambo lisikuazishi sana kiasi hicho ukafikia mpaka hatua ya kukosa.
Nadhani mpaka sasa nifanya kazi yangu kama hivi. Nahitaji muda kwanza ili kuifanya kazi kwa ufasaha zaidi. Victoria ndo ameharibu kila kitu. Na ndo amechelewesha kazi mpaka amesababisha mpaka sasa Rajia hatujampata kwenye mikono yetu. Kwa kitu ambacho nakifikiria kwa sasa, tunahakikisha sitaki kumuona Victoria katika uso wa dunia. Kwa sababu endapo akiendelea kubaki katika hii dunia, atazidi kuzoofisha kabisa jitihada zake. Sasa kama tukimuoa Victoria, nani atatulipa hizo pesa? Na unajua Victoria ndo anatulipa hizo pesa na yeye anajua kila kitu. Mimi ndio ninayejua kila kitu. Na mimi ndio ninayekupa kazi. Kwa unapaswa kunisikiliza mimi. Nakutakia kazi njema. Maisha yana sura mbili, yo machozi, kesho tabasamu. Kwa sasa sihitaji kuishi na yule mwanaume, kwa sababu sasa hivi amekuwa na tabia mbaya sana, na mimi kama mwanamke nimechoshwa na tabia zake, nimeamua kuondoka. Lakini pia yule mwanaume amejiingiza kwenye kundi la watu wabaya, anashirikiana na watu ambao siwaelewi kabisa. Kuna watu anashirikiana nao kukutafuta wewe kwa ajili ya kukufanyia kitu kibaya, na nimeshindwa kuendelea na safari zangu. Nikaona nifanye chini juu ili nipite hapa kufikishia hizi taarifa. Kwa hiyo naomba Rajia uwe makini sana. Kwanza kabisa nashukuru sana. Nashukuru sana kwa upendo wako. Na nashukuru pia kwa kujali uwepo wangu. Swala la mimi kutafutwa, nalijua vizuri kwamba natafutwa, ndio maana niko hapa mpaka sasa hivi. Lakini ondoa hofu. Mimi niko vizuri na niko makini pia. Kwa kuhusu hilo ondoa hofu kabisa. Wala usijali. Pole sana binti kwa sababu umepitia mazito sana. Rajia, mimi nina wazo, na kama tukilitembea hadi 198 au 97 tutakuwa tumefanikiwa. Unaonaje huyu binti afanye kile ambacho ulitaka kukifanya? Yaani aende kwa Victoria amwambie kwamba wewe sio kipofu, badala yake ulikuwa unafanya yote hayo kwa sababu tu ya kutaka kujua machafu yake. Mimi naona hiyo ni best sana kuliko kwenda wewe. Bila maisha yana sura mbili, yo machozi, kesho tabasamu. Nilitoka chini bila ramani ya kesho, mfukoni hakuna, moyoni kuna ndoto. Walionicheka jana leo wananiuliza ulipataje nguvu, nasema Mungu anajua. Nililia gizani nikachekwa mchweno, nikajifunza ukimya unauma kuliko maneno. Marafiki wakageuka, visasi vikazaliwa, nikabaki na nia, pesa bado na wazi. Nilipanga hatua, nikavumilia drama, kila tone la jasho linaandika historia. Leo nikitabasamu, jana nilikuwa hoi. Maisha yanageuka bila hata kunyambia. Leo na yote upendo wa kweli na wa uongo. Nimejifunza kushinda hata nikiumia moyoni. Maisha
kilio bila taarifa, rafiki anageuka adui bila sababu, lakini bado tunasonga bila. Nilimpenda kwa moyo, nikasahau tahadhari, akaniahidi dunia, akacha machozi. Nilicheka kwa watu, nikalia nikilala. Mapenzi ni vita, mshindi ni mwenye subira. Waliniona dhaifu, hawakujua ndani napanga kimya kimya, nihesabu kesho. Visasi vikanitafuta, nikachagua amani. Pesa zikanifuata, nikajitambua tamaa. Leo nimesimama, siombi tena huruma. Nimejifunza kujipenda bila masharti. Nikikumbuka jana, najua nilivumilia, lakini leo ni malkia wa maisha yangu. Nililia sana, lakini sikukata tamaa. Kila maumivu yalinijenga kuwa bora.